Tabarĩra ĩno nĩ ya kwĩrorerwo nĩ mũndũ wothe. Hii ripoti sisi tunangojea Mika atafufuka ikiwa amekufa. Na ikiwa hakukufa, mimi najua hajakufa. Nakwambia kwa kweli, nasema katika njia za Mungu. Mimi basi tufanyieni kama mna uwezo. Kama mna uwezo, mwambie mama huyu aite watoto wake hapa. Na mimi hapa wote 12. Na wale wako nje ya nchi wote, kwa vile hata saa hii wanawasiliana na wao. Hii ni vikwazo hapo nazo. Sasa ni vikwazo. Sasa dadi wale kuna ile muda wanafanya sikiza kwa contract mzee. Bwana, hata hao ndio walituma kwa mtandao. Unasikia? Mimi sijachua na watoto hao wanatuma kwa mtandao. Tena walisherekea badala waone tumepigwa ama ni kitu. Kwa vile watoto hao walisherekea. Nini hii ni mambo ya kendani, lakini hamjui. Lakini kwa ufupi, kulingana na sheria, sikiza. Basi chukueni hatua na huyo kama mzazi. Kwa vile hata yeye mwenyewe alimwambia aende azike Mika. Mimi simwambii. Na toka ndani. Mimi nangojea Mika. Nina nando baria zetekana vada romile bako shapaka paraza shumi bai shupita tanazaya ola lakina fadadosha tara zipi katamaza jupika fazi ya rufasiarata. Baba, ni asante kwa maana umesikia, umetenda na utajionyesha katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. 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 Yes. Umeongea basi. Yes. Ndio nilikuwa nasema. Sivyo leo. Unakuwa mimi katika nini vijana? Hebu nisikie maneno matatu. Ndugu, hapa simameni hapa na mimi niombe. Sikiza sasa dadi kupi. Sikiza aswa ninataka kuomba. Baba Mungu mkuu, Mungu wa rehema, unajua yote, kwa jina la Yesu. Baba, ukweli wako upatie ukweli, na unafiki utakomaa na ikemea katika jina la Yesu. Tokomee katika jina la Yesu. Uongo wa shetani tokomee katika jina la Yesu. Nguvu za giza tokomee kwa jina la Yesu. Yesu akuwe pamoja nawe. Yesu Kristo akuwe pamoja nawe. Enda. Yesu Kristo akuwe pamoja nawe. Mungu wa Israeli akuwe pamoja nawe. Enda. Yes. Basi. No. Okay. Umekataa njia za Mungu. Basi. Tumekubali. Basi. Mimi hakuna kitu. Sina chuki. Naomba mnakataa. Asante. Na nyinyi mnataka niitike. Mnafiki. Mzee aheshimiwe. Basi mimi sasa ngine mwenyewe na kuanga na mambo mengine mengi tu. Funua tu kidogo wewe mwenyewe, hii ni diko ni funua, alafu tutapatia watu watatu. Alafu nitamwambia neno lile mimi naona. Ungependa tusome wapi? Wewe funika tu hivyo, omba Mungu, kuna mambo yamejificha. Utaje tu mambo ya nyumba hii vile tulivyo. Fungue. Useme Mungu saidia. Sisi ni wajinga, hatuna macho. Na tukifungua mahali unatuambia watu wa nini na unajua. Okay, wewe fungua Yohana, hata Yohana 11. Nifungue Yohana 11. Yohana 11. Nini? Wacha mimi nitafungua kwa nini? Mungu, katika jina la Yesu, katika roho wako, hakika hawa na mimi tu watu kama wajinga, wasioelewa, wasiojua. Sisi. Na wewe unasema aje? Mimi nasema hivi. Bila niliona I have seen many things. Yes. Through the word of God. And I have then. Na nikikupeleka Kenyatta ugundue mwili. Wewe usikanipeleka. Mimi vijana mjui. Nini ukutaka tu nichenge nipate bao. Sikiza. Fikiria, mimi nilikuwa na NHF. Bill imetolewa. Sikiza, hata mimi sikatai. Mimi nataka ukweli. Unasikia? Ile kitu mnataka kunipasweti. Basi sikiza, mimi nakwambia. Nyumba hii imegawanyika, iko njia mbili. Sasa unajua ukiinga sharia, serikali mimi siwe mama huyu. Sikiza. Mimi serikali ndio inachukua mkono wake. Itasema sasa Mika azikwe. Utafanya. Mimi sina uwezo wa kuzika Mika ama kusema uwezo wa kifedha ama uwezo wa kinini. Unajua ile kitu wanatafuta si pesa. Kwa sababu Mika already ametuaga. Mika already amekufa. Mika amekufa. Matanga amekufa. Mimi nasema Mika yuko hai. Unasikiza? Mimi nasema Mika yuko hai. Na huyu mwenyewe
Amenihapia akaniambia utajua mimi ni nani. Unaona? Baba Mungu mkuu, Mungu wa rehema, Mungu kwa jina la Yesu Kristo, Mungu ulioumba ardhi na mbingu, milima na maponde, bahari na mito, ni kwa maajabu yako. Na tunashukuru na tunakutii. Hatuna Mungu mwingine tuanza kumwangukia isipokuwa Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka, wa Yakobo. Mungu kwa jina la Yesu Kristo, Baba mimi nakushukuru jinsi unaniumba na jinsi unaniweka. Baba naangalia hapa, naona Baba kwa uwezo wako unasema karibisheni wageni, uenda mkakaribisha malaika. Kuna wageni wamekuja hapa, wewe ndio unawajua. Mimi hata mwanadamu nikiwajua, mwanadamu hajui chochote. Wewe ndio Mungu mwerefu mwenye maarifa. Tunakushukuru saa kama hizi kuingia kwako hapa. Wewe ndio unajua wana nini na wanataka kusema nini. Baba mimi nashukuru kama Baba mcha wako, unikumbuke, unirehemu wakati wote. Naomba amani hapa. Jehova Jireh, Jehova Shalom, Mungu wa amani, hatuna mwingine. Yote tutakayoongea ikuwe ni mapenzi yako. Ni kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Amen. God, I praise you, I thank you, you are the mighty God that I believe. Through you I praise, through you I walk. And then I thank you for that. We are a human being to help, but through Jesus Christ we have got a victory. Oh God, I thank you for those who have arrived right now. They have arrived here, and I possess nothing to give them except the word of God. Thank you, Lord. They are young people, while I am old man, but we need you, Jesus Christ. You died on the cross and rose, that through you we get justice. Thank you, Lord. When we are here, let us be negotiating in one way of God, the Son of God, Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, amen. Mungu ninaomba wewe ni Bwana Mungu wa rehema. Kwa mapenzi yako, wewe ujuaye walio wa kike wa kiume, ni wewe Baba uliowaumba. Wanyama wote wa kuangukia, wale mashamaru wa kuitika, wazee 24 Baba waanguka mbele zao wasema wasana hakuna mwingine. Baba hayo yote tunakiri, nasi tunakuangukia. Tuongoze katika neema yako. Tunakuomba kwa jina la Yesu, tutulie hapa kwa jina pekee, jina lenye uponyaji, jina pekee, jina takatifu, jina pekee lililo na usafi, si lingine, ni Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Haya, mnaingia mkiwa na neno, ongeeni. Ama mkiwa na ujumbe, mkiwa na neno. Sasa mzee, sisi tumerudi mara ya pili na tumetoka Nairobi. Mimi naitwa Lucy. Na tutasema na mimi nimeshukuru sana kwa vile umetukaribisha. Actually nimefurahia sana leo
kwa sababu tumekaribishwa kwa njia ya kifahari sana, na tunaona kwamba Mungu ni mwaminifu sana. Alafu jambo la pili, hata nimeshukuru sana kuona vile mtukaribisha hata na maombi. Ni hiyo tena imenijenga sana. Na mimi naitwa Reverend Kevas. Na nashukuru kuja hapa. Asante. Yes, mimi naitwa John. Nashukuru karibisho naye. Asante. Mimi naitwa Isaac na tumefurahia tena kukaribishwa tena, na asante sana kwa kutukaribisha. Mimi naitwa Pastor Maura. Nimeshukuru sana kwa kuingia mahali hapa. Mimi naitwa Naona. Nimefurahia. Kilichofanya tukaingia hapa mzee ni kwa sababu sijui kama ulielewa ya kwamba siku ambazo hazijaenda sana kuna mambo ambayo yamejulikana kuhusu jamii hii, na mara ya kwanza tukaingia hapa na tukapata ya kwamba ilikuwa mara ya kwanza hatukuweza kuwa na wakati mrefu, na hayo masaa ilikuwa imeenda sana, na tulipoenda tukaambiana tutarudi mara tena ili tukujulie hali, pia tukijua mahali ambapo lile jambo ambalo tulipata kulipata kule kwa mitandao ama kule mambo ambayo inasikika, hiyo mambo inafika wapi. Na vile tulipata tukakuja tukaona we ni mzee pia ambaye tulisikia we ni muombezi, na pia ukatuelezea wewe binafsi. Unajua kuna kule kusikia mambo kwa watu na kule kusikia kutoka kwa mtu mwenyewe, na kwa sababu ya jambo kama hilo tulisikia ya kwamba mlipata ajali wewe na kijana yako, na after kupata hiyo ajali mwezi wa 8 ikawa mkafuatilia kwenda Kenyatta kwa matibabu, na ulituelezea wewe mwenyewe ya kwamba ulipata majeraha kwa mguu na hata kwa mkono, na pia ukatuambia ulipata kugongwa kichwa, na ukatuambia pia kijana yako alipata majeraha ambayo yalimpelekea kukua mahututi. Na tukapata ripoti kwa Kenyatta Hospital ambayo pia wewe mwenyewe haukutia hiyo ripoti muhuri. Kenyatta Hospital ikasema ya kwamba kijana Mika ambaye alipelekwa hapo ni kwamba alipata kuangamia kwa majeraha na akafariki Desemba 10. Na sasa yale mambo ambayo inapatikana ni kwamba kutoka Desemba 10 familia ikakuja, na baada ya mwezi moja ndio mkaenda pale Januari 9 kufuatilia ili mkaweza kujua kilichoendelea kabisa, na kulikuwa na bili ya hospitali na mambo ile ingine, na kwa hivyo ulituambia haukuweza kuarifiwa kabisa kilichofanyika, na kwa hivyo kwa kutotosheka kwako ukarudi pia hapa nyumbani kutoka Januari 9 mpaka wa sasa. Kuna wanajamii ambao wamekuwa pengine wametembelea pale chumba cha kuhifadhi maiti cha Kenyatta, na wanasema ya kwamba mwili wa kijana ambaye alifariki hiyo siku ya kwamba umeanza kuoza na kupata kudhoofika, na ikasemekana ya kwamba Kenyatta Hospital hawana jambo lingine isipokuwa familia kama haitapata kuchukua mwili basi watafanya vile ambavyo wanafanya. Na kwa hivyo sisi kwa sababu pia watu wako na utu, tukapenda kujua sasa hawa hili jambo ambalo linapita hivi mzee mwenyewe ikifika mahali huu mwili utupwe na jamii isiwe ikapata fursa ya kuzika mpenzi wao ama kijana wao, itakuwa namna gani? Na ni jambo gani hili ambalo pengine mzee angependa kusaidika ili kijana wake kama ni kweli amefariki, ni majukumu gani mzee mwenyewe atakayoyachukua? Na kwa sababu sisi kama marafiki wa hii jamii hatungependa pia mambo yawe yanasemwa na huko na sisi tusikawe wale wa kusema mambo ambao hatuna hakika ukweli yake. Sasa kwa mambo kama hayo ndio tukafika siku ya pili, na leo tunashukuru kwa sababu tumepata mzee mpaka anakaa kuna tabasamu. Leo nimefurahi vizuri kabisa. Mzee ako na amani na tunaamini mzee kwa sababu hili jambo kama baba ya yule kijana
tunajua kwamba wewe uko na msemo wa mwisho na serikali inakutazamia pia. Tuliweza kujua kwamba bwana chief alikuja hapa na OCS alikuwa hapa na OCS chief hajakuja hapa. Chief hapa ndio hajakuja. Chief hajakuja. Okay. Ule alikuja. Yes. Ni polisi wa hapa. Already hata huyo mtoto tulikuwa naye siku nyingine wakiwa wametudhulumu. Sasa siwezi kuwaitika. Nasikia walitudhulumu wakatuelekeza kinyume cha utaratibu. Okay. Sasa alipokuja tena hakusema anatuma. Basi ongea itafika wakati mtaka. Okay, sasa ila nilikanusha tu chief hajakuja. Although chief anafahamu hata kama hajakuja anafahamu. Ndio, hii mambo imewekwa hata kwa mtandao. Waja nilikuwa na hata hakuna kitu kilikuwa kinafichika. Mimi nimepita hapo siku 40 kwenda na kurudi, kwenda na kurudi. Na kila siku naingia kwa hiyo hospitali mara. Unasikia? Hii mara pili hata maojimani ukienda huko ukaambia waulize tu wale walikuanga kwa chuti. Kwa vile nafikiri walisunguka wote mpaka wakanielewa. Ukiwaambia mshimuli unasikia hawatakuambia makaidi ama al-Shabaab. Watajua mimi sijasema huko mimi ni pastor. Wengine waliniita bishop, wengine mtumishi wa Mungu, wengine wakiniita pastor. Na mimi hakuna kitu nimewahi kusema hata hapa mimi si pastor. Mimi ni mtu tu ambaye Mungu ametokea na nimeishi tu kwa maisha hiyo. Basi endelea na mambo yako. Okay, sasa kwa jambo kama hilo mzee, ndio nimekuambia tupelekea hapa ili pia tuweze kujua msimamo wa mzee ikizingatiwa mambo ambayo yanahusisha kijana huyu wako Mika, kwa sababu mara ya mwisho tulipokuwa tunatamatisha vile ulikuwa unatuelezea, tukitoka hapa ulituelezea ya kwamba hata nyumbani kule Kakamega hujawaarifu ambacho kilichotendeka, na ukatuambia ya kwamba sio watu wengi ambao mama pole sio watu wengi ambao wanajua kwanza kwa jamii kuhusu kifo cha Mika. Na pia tukimalizia nilisikia kama umesema ya kwamba wewe haujakubali ya kwamba Mika aliaga, na ukatuambia kwamba mara mingi unaotanga ama unaona ama sijui ulisema Mungu akakufunulia ukaona Mika akiwa kwa baiskeli akiiendesha. Sasa nako kule ilhali kule hospitali nao wanaambia watu ya kwamba mwili ukizidi hapo watadispose, na hivyo ndivyo inahappeningi mara mingi. Mwili ukikaa kwa mochari bila kukua claimed wana dispose, ama mwili kama ule unatumika kwa njia ambayo pengine hauwezi claim after. Na tukaona miezi kama hiyo mzee, mwili ukiwa umekaa kwa mochari na hata wapendwa wako ambao ni jamaa wako wa karibu, pengine pia hii huzuni imezidi sana kwa muda mrefu sana kwenu. Sijui wewe una gani la kusema kuhusu mambo kama haya ambayo yanapita. Msemaji wenu ni mmoja ama mtakuwa zaidi? Pengine Reverend Kefas pia atapenda pia kusema jambo lake, na pengine Isaac kuna kitu angependa kuongezea. Wacha nishukuru kwanza vile umetukaribisha na tunafurahia sana. Wakati nilikuwa hapa nilifurahia sana wakati nilisikiza kile ambacho uliongea, ukatuelezea vile umekumbana na mambo mengi sana, zile vita umepigana nazo na yale mazito umepigana nayo, na vile Mungu amekushindania sana. Na ile jambo mbili niguza sana, na wakati ulisema kwamba kuna ile bila hospitali mlijaribu hata kulipa na hata hakuna mtu ambaye hamkufaulu kulipa ile bila hospitali, na kumbuka kutuambia hiyo. Na nikaona kwamba ni vyema sana hata tukua watu tunashughulikia mambo mengine na bado tukikumbuka familia tuliombea, kuna kwamba ni vyema hata kuja hapa ili tuelewe kana kwamba hiyo bill bado iko au hiyo bill imeshughulikiwa. Anazo tuko hapa at least tujue mahali hiyo imefika, na kana kwamba kile kitu kiko sawa, kwa sababu wakati mwingine wakati kuna mambo kama haya yanatokea vile utombea tukimalizia hapa, wakati mwingine kuna huzuni. Na kuna kitu kimoja kinalijenga kwa Biblia.
wakati mmoja Yesu Kristo wakati alikuwa anatoka hapa duniani aliambia wale mitume wake kwamba hata waacha hivyo tu, but atawaachia another comforter, mtu ambaye Roho Mtakatifu atawatumia, ambaye atakuja kutuliza mioyo yao. Na Bible inasema kwamba wakati watu wanahuzunika, edeni kwa familia za watu ambao wana huzuni, anakuwa kwamba is good to encourage each others, at least kuwa na nguvu, and that's why we here at least tujue hiyo hali kana kwamba mambo yamekomerika, yamefika wapi, bado still tukipata kutuliza familia tu. Hiyo ndio jambo ambalo mimi nimekuwa nayo. So mzee, asante sana kwa kutukaribisha tena, na nafikiri hiyo ripoti umepewa ya kwanza, tulisikia kwamba pia haufahamu kama ile bill ya mocha ya hospitali ilikuwa imelipwa, na baada ya sisi kufikia tuliambiwa hiyo bill imelipwa, na wakati ililipwa sasa kijana bado walizidi kukaa kule kwa mochari, sasa sio hospitali tena. Na kwa hivyo cha muhimu ni kwamba tungetaka kujua iwapo uliamini kijana amekufa ama hajakufa, na kwa nini huamini kwamba kijana amekufa ama hajakufa, na kutoka sasa kuendelea ni lipi litakalofanyika, maana hospitali haitaweza kuweka mwili zaidi. Kwa hiyo hospitali labda haijui hali yako, ama haijui kwamba hukubali kijana hajakufa. Na je, ikiwa utapewa nafasi ya kuenda kuona huyo kijana pale kwa hospitali, je utakubali ili uweze kuona kama vile hospitali inasema ni kweli ama si kweli? Number 2, tulitaka kufikia zaidi ili kuelewa kwa nini labda mzee hakuruhusiwa kuona mtoto, ama kwa nini kulitumiwa mtoto ama mtu mwingine wa kukupea taarifa badala ya daktari mwenye alikuwa anamtibu kukuambia kwamba kijana hali yake imekuwa si nzuri. Na tukapata kufahamu kwamba pale kuna departments. Kuna yule kazi yake ni kutibu, kuna yule kazi yake ni nurse kuja kuangalia mgonjwa, na kuna yule kazi yake ni kupeana ripoti kama hizo, na kuna yule sasa ako reception mwenye ni wa kupokea mwili ama kupokea wagonjwa. Kwa hivyo tukaelewa kwamba kuna systems na lazima zifuatwe. Kwa hivyo iwapo utapewa nafasi ya kuruhusiwa kwenda kuona mtoto wako huko kwa mochari, je, utaitikia? Na kama hautaweza kuitikia, basi what are we expecting from now? Kuna mwingine ataongea, mwambie mama aongee. Mama unaweza sema kitu? Inaonekana mama hii kitu pia inampiga na ni vijana saa zingine. Mahĩtia marĩa manene mũndũ angĩka thikũ ici nĩ kuga akaigithia rũciũ, na rũciũ rũtikinyaga. Tua itua rĩu kũigithia ũmũthĩ na Mali Safi Gardens Limited. Twĩna plots cia 50 by 100, ndagĩka 45 kuma Thika Town na ndagĩka 20 kuma Matu Town. Plot ici tũrendia ciringi 200,000, deposit ya ciringi 50,000, na icio ingĩ ũrĩhe kwa ihinda rĩa mĩeri 3. Nĩguo kwĩgĩra plot haha, hũra thimũ kũgerera 0798 008 008, waria na Faruthi kana waria na Kimani kugerera 0723 734 771. Mali Safi Gardens, uka uigithie wigire na title deed, witũrĩre na thayũ. Thogora ũyũ wa 200,000 nĩ inclusive of title deed. Ndakena nĩ kuona o ũrĩa mwahete promise thutha wa kahinda gatarĩ karaihu title yakwa nĩ ngamĩona. Na rĩu ĩno nĩ weno, na ndakena nĩ mũno. At least nĩ ndona fruit of my labor. Mali Safi Gardens, Mali Safi ni kugana gwĩka. Nĩ ndetĩkia ya nĩyo. Unaweza kudhania mtu huyu na abnormal kama mwenda simu. Watu wana wewe ni mrefu, huyu saa zingine mfupi. Hiyo vitu ndio ukiwa kijana huwezi kuelewa. Tena wingo likitoka, kuna wingo mambo yanaweza kuja. Na wewe uko wakati ya kupigana. Hata wakikukataza usikapigane, wale wanajua madhara ya kupigana. Wewe utaona lazima. Na ndio unaona hata utawala. Ukitawala tu na mtu ambaye ana moyo wa kulipisha, inakuwa hivyo. Shetani anatawala sana. Ndio unasikia hata Gideon alipotawala akiwa mdogo, alikuwa under control ya manabii.
Kwa vile na ndio unasikia tena niseme msemo mwingine. Yesu alikuwa kijana. Ulisikia alikuwa ameoa? Wewe ulisikia alikuwa ameoa? Hakuoa. Nasikia. Na Yakobo? Yohana alikuwa ameoa? Alikuwa kijana. Kulikuwa tu na mtu hapo mmoja alikuwa ameoa. Petero alikuwa ameoa. Unasikia? Halafu huyu Yesu alipoanza kuhubiri ilikuwa ni ujasiri wa Mungu. Lakini hawakumpenda. Kwa vile alikuwa ni kijana. Ile kitu unajua kuna mambo hata katika hizi Biblia. Alafu hata kwa kimesemo wanasema mahali wazee wako neno haliharibiki. Alafu mzee aheshimiwe. Sasa vitu hivi watu hawavijui. Ndio tunasikia tena Paulo akiambia Timotheo alikuwa kijana. Kama mzee muone kama baba yako. Nikiwa ni mwanamke, ni msichana muone kama dada. Nikiwa hakika ni mama, mwanamke mzee muone kama mama. Alafu akamwambia katika uwezo wasikakudharau kwa vile wewe ni kijana. Unajua ukiwa ndani ya Yesu huwezi kudharau mtu. Ndio wewe umeokoka na mimi nimeokoka. Tunasikia maombi ya Yesu nasema hivi. Mungu naondoka na hawa tulikuwa na wao. Bila nilikupenda tukawa kitu kimoja. Baba naomba mahali watakuwa ukuwe pamoja na wakuwe na umoja. Wasikakuwa wametengana. Ndugu yangu inapokuja kutengana si neno la lango. Hapo ndio tashwishi inatokea. Huyu yuko lengo gani na huyu yuko lengo gani? Kwa vile Yesu aliwaombea wale walikuwa mitume wake ndio wahubiri mpaka waonyeshe kupendana. Unasikia? Na hata katika hiyo Injili Petro aliweza kujidhihirisha, ndio amesema kupitia yeye ndio Yesu alikuwa ameita Simeoni mwana wa Yona ni twende. Hata Petro alikataa, akamwambia kwa nini unawaja Yohana? Akamwambia nikisema Yohana baki hapa, abaki. Basi Petro ndio alifuatilia na akamwambia lisha kondoo zangu, lisha nini? Hata Petro alisikia chukizo. Basi katika hali hii ndio namwambia katika hiyo mambo inatupa mwelekeo, tunafuata step by step. Ikizingatia katika utaratibu na jinsi mambo iko, ikiwa ni neno la Mungu unaweza kulielewa. Basi utakundua huyo Petro alipoitwa nifuate. Unjue mzee wetu leo tungependa tu uende tu kwa ile jambo ambalo basi mimi sasa zingine mwenyewe na kuanga na mambo mengine mengi tu. Funua tu kidogo wewe mwenyewe, hii ni diko ni funua, alafu tutapatia watu watatu. Alafu mimi nitamwambia neno lile mimi naona. Ungependa tusome wapi? Wewe funika tu hivyo, omba Mungu, kuna mambo yamejificha. Utaje tu mambo ya nyumba hii vile tulivyo. Fungue. Useme Mungu saidia. Sisi ni wajinga, hatuna macho. Lakini mambo yamefanyika hapa. Tunakuomba tusaidie, tufunue macho, tuelewe, tupe mwongozo. Na tukifungua mahali unatuambia watu wa nini na unajua. Okay, wewe fungua Yohana, hata Yohana 11. Nifungue Yohana 11. Yohana 11. Nini? Waja mimi nitafungua kwa nini? Okay, fungua. Wewe fungua. Unasikia? Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu katika jina la Yesu, katika roho wako. Hakika hawa na mimi tu watu kama wajinga, wasioelewa, wasiojua. Sisi mimi na hao wote ni wanadamu, hatujui chochote. Mungu tunakuomba Yesu. Mimi mwenyewe nilikuwa na mtoto hapa tukisafiri tukagongwa na gari. Nikaenda kwa wote na yeye kwa wote. Wote zote hospitali zote tulifikia. Mungu alikuwa pamoja na tulienda mara 3. Basi ikifika wakati mimi nilipata nafuu, nikawa na mtaimu mtoto. Kumkarimia, kumsugumia, kumuosha, vitu kama hivyo. Baadaye
Nilipoonyesha ile Mungu ulinionyesha, uliniambia unawe ndani. Ndio nikawaelezea hali yangu na jinsi nilivyo. Nilikaa vikao vitatu huko na madaktari. Madaktari ni vijana kama hawa. Basi katika hali hiyo wao hawakunielezea ile mambo, nawaambia wamekata. Kile walifanya, kesho yake nikienda wakaniambia sikukuta mtu. Nikienda wakiniona wanatoroka. Nilikuwa na waona. Mpaka mwishowe ikakuwa kama nafichwa. Nilikaa. Niliporudi tena siku nyingine ndio wanataka kunielezea, nikawaambia mimi najua kama unasema hivyo, mimi siamini. Basi nisaidieni munipeleke kwa yeye nione vile niko mkuu. Hiyo ndio mambo niliona. Na katika hali yote imezusha mambo mengi. Kutoka kupinga kwenda huko ni wao walinipinga. Ni wao. Basi baadaye mimi nikaona, nikachunguza, mimi ni mzazi na niligongwa na mtoto huyu. Mpaka nimekuwa nikimtembelea. Baadaye hawa madaktari wakatuambia sasa hivi anaweza kupona, yuko anaonekana kupona. Mwingine akaniambia sisi tuma mambo ya surgery, section ya surgery, sisi hatuoni kuna chochote isipokuwa huyo mtoto kile mtafanya nyinyi mtamfunza nyumbani, ikiwa ni kuongea aanze kuongea. Alafu ndio wakatuambia endeni kwa pili. Tulipoenda kwa pili tukirudi ikawa sasa wao wanakupinga sisi. Mimi ningepata pili siku hiyo. Nilikuwa nimeona nileta mtoto hata akiwa hapa. Ni kuwa karibu naye na maombi, kwa vile already huko walikuwa wamenipingia nisikaombe. Basi katika hiyo mambo nikaenda kwa ndugu zao wote. Nikawaambia mimi mambo ya kukarimia, kwa vile maisha yangu kwa hospitali nimefanya, hata nimesaidia, nimeomba kwa mama huyu, silipi chochote. Vile Mungu alinichagua. Hata mimi mwenyewe hospitali sipingii. Lakini kuna watoto zaidi waine huyu yuko wamehai kwenda hospitali, wakifika ICU. Alafu madaktari wanaanza kukuambia hatuwezi. Mimi nawaambia hakika waja, mimi naamini Yesu na mimi ni ombe. Hata huyu mama waliniambia hata zika. Nilienda wakiwa na huyo Mika. Mama alijifungua nyumbani. Kwanza alikataa kwenda kliniki. Nakumbuka ukitupatia hiyo story. Katika hali hii tulienda na watu wale wamejitolea kupepa. Mpaka huko. Kufika huko watu hawa waliweza kutoka ndani. Nikabakia mimi peke yangu. Basi katika hiyo mambo, wakati ilifika pili, alimaliza mwezi mzima huko. Yaani tulienda Disemba 12, tukatoka tarehe 2, siku kama 22 hapo. Basi katika hali hii ilibidi tena nitoe unabii kama hivyo. Sasa katika unabii yangu ama katika kuelezewa na Mungu, hiyo standard ndio niko naye hata huko. Niliwaelezea, sikuficha. Basi na hali ambayo walinielekezea nilitaka, kwa vile nilikuwa najua wakuzi wote walikuwa hapa na madaktari wote walikuwa wanahusika kwa Mika, walikuwa ni wale wanaotokea kwa section ya Mkocho. Lakini sasa wakinielekeza hawakuniambia ama ameenda Zieta, kwa vile niliwaambia hiyo mambo unaona ya Zieta, niliwaambia tu na mdomo. Zieta huyu mtu sioni kile, kwa vile tulikuwa wamepima zaidi ya mara 6 wakituambia neza na ugonjwa fulani. Nikawaambia basi nikajisalimisha kabisa, mimi niko na njia, si walaumu na hakuna mtu naweza kubadilisha niende kumsitaki. Wanifanya tu hata wakiwa hapa niombe tu, nikikuja naomba na wao wakitipu. Bili zao zitakarimiwa kwa vile najua Mungu yuko. Lakini walinichenga katika hiyo mambo. Kwanza siku wanajua tukiwa hapa. Walituma simu. Usiku. Yaani vile tu nilifika hapo nikaona hiyo simu. Na mimi nimemwambia naenda na njia za Mungu. Sasa mzee, hii mambo imefika hapo. Sasa sikiza.
kwa sababu pia leo hatutaki kukaa sana. Sasa mimi nataka kuomba Mungu ataongea. Sitaficha Mungu. Unasikia? Baba Mungu mkuu, Mungu wa rehema. Neno hili linachukua muda. Hawa ni vijana. Lakini Yesu wamekuja wakutambue na mimi nikutambue. Si kwamba nakujua. Si kwamba hata kama wanakujua mimi sijui, lakini mimi nakuomba sikujui, na katika kutokujua kwangu kumefanya hata huko hospitali nikakosa mwelekeo. Ndio nikakimbilia wewe. Na kile kinaendelea ni zaidi, si neno ligeni. Baba naomba ulio Bwana. Umenionyesha maono mara kadha hata hao walipokuja, kuna mambo uliongea. Basi wewe ni Bwana Mungu mkuu, Mungu wa rehema. Isipokuwa nikiongea tafsiri hiyo huo wanakosa. Wako hapa, tuko hapa. Mungu wewe utashuhudia ukweli wako. Baba wewe ni Mungu, na kuomba tufanulie ni nini unataka, ama ni nini, ni kitu gani unataka. Hii ni kitabu cha Matendo ya Mitume. Na ikiwa kama hii unasikia hapa kuna basi naanzia hapa, unasikia. Sasa nitaongea mimi, sitaki Mungu ama useme ukweli. Nilikuwa nikiambia Mungu mimi sitaki mambo kama hiyo, unasikia. Kile nataka mjue Mungu anasema nini. Haya, na mimi nijue Mungu anasema nini. Hata kama hii ni kitabu, si hii ni kitabu. Sasa nasema when the citron heard that, he went and told the commander, saying, take care what you do, for this man is a Roman. Citron ni mkubwa ama askari ama mkubwa ama inspector hapa Kenya. Alisikia akamwambia mkubwa wao, huyu mtu, take care of this man for he is a Roman. When this citron heard that, he went and told the commander, saying, take care what you do. Jihadhari. Kama utachukua uamuzi, jihadhari. Sheria siku hiyo walifuata sana. Sasa walikuwa wanataka kupiga Petro. Not Petro, Paulo. Unasikia? Lakini wakakundua Paulo alikuwa Mrumi, na sheria hiyo siku hiyo haikuruhusu ulaumu Mrumi ama uanze kumpiga kama hajapatikana nati. Warumi peke yake during that very time. Na Warumi ndio walitawala karibu dunia nzima. Kaisari kama Julius Caesar ndio alikuwa anatawala karibu dunia nzima. Hata Israeli ilikuwa under his colony. Na walifuata sharia zao. Basi to this man is a Roman. And then the commander came and said to him, tell me, are you Roman? He said, yes. The commander answered, with a large sum, I obtained this citizenship. And Paul said, but I was born a citizen. Huyo commander alikuwa amenunua tu, kama vile hapa kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Shaw. Unasikia? Alikuwa ametolewa ng'ambo na alikuwa anasimamia CIT hapa. Sasa ndio anasema yeye alinunua wana inchi na pesa. Lakini Paulo akamwambia yeye ni mwananchi kwa kuzaliwa. Wanaanza shindana. Basi tuone. Then with a large sum, nimesema. Then immediately those who were about to examine him withdrew from him, and the commander was also afraid after he found out that he was a Roman. And because he had bound him the next day, because he wanted to know for certain why he was accused by the Jews, he released him from his bond and commanded the chiefs, priests, and all the council to appear, and threw Paul down and set him before them. Aliweza kuona hawana chochote, lakini walikuwa wanataka kumhukumu bure. Na hata huyo komanda aliweza kurudi nyuma kutokana na uamuzi ile alikuwa naye kama kiongozi, ni kama serikali, kama askari. Watu kama hawa wakiletwa wanatandikwa, wanawahoji. Alikuwa anataka kumhoji. Waliposikia na Roman siku hiyo walikuwa ni njia moja tu Mungu alitumikia wa Roma kueneza injili yake.
Hata wao wangesema muende kupigana, mungepigana. Kwa hivyo Mungu akasema huyo mtu asiguswe. Asikakushwe. Very good. Sasa mzee, tukifikisha hapo na hiyo neno ni mzuri na wewe Mungu amekubariki. Sasa mzee, kuhusu hii mambo ambayo tumekuarifu kuhusu, wewe neno lako la mwisho liko namna gani? Umesikia hilo neno mzee? Sikiza. Ni neno mzuri sana. Neno mzuri sana. Mimi nakwambia huyu mzee mtu hawezi, ni kama huyu mzee hawezi dhurumiwa na mtu. Mimi kweli vile ana hii ni jamii yangu. Ujue mimi nikikwambia nimelea watu 12. Na wamepitia tu udhaifu na hii kasi ya mkono. Na singeweza kama singekuwa na uvumilivu. Niliweza kuitika njia za Mungu. Hakuna mtoto niweza kuhubiri nikimwambia uende kwa mganga, uende kwa wachawi. Saa yote tulikali hata huyu mama. Wao ni Wakamba, wanapenda mambo ya uchawi. Na kwanza yeye akakataliwa huko. Na ulimuoa wakiwa na mambo ya uchawi. Ukambani, utamaduni yao wanapenda mambo za uchawi. Lakini hata wao walimtenga wakasema kwenda kabisa. Ndoa yetu haikukubalika na wao. Na yake wazazi wake hawakumuunga mkono. Kuolewa na mimi. Na wakamtenga. Lakini mimi nikamwambia katika njia za Mungu na tutavumiliana na wewe. Tumevumilia hiyo watoto wale alikuwa amezaa. Walikuwa ni mapacha wawili, wanne. Alafu mmoja kijana na msichana. Msichana mmoja ndio wa kwanza. Hawa wawili mvulana na msichana ni mapacha. Alafu kuna wengine wawili mapacha. Wote nikaanza nikawapeleka hata shule. Lakini counseling kutoka huko wakati walianza kuona wana improve, wazazi wa huko wakaanza kuingia ndani, wakaleta kikundi bikakuwa mbili na walinilani. Sasa watoto wako wote pamoja wanasema ni 12. Wanasema aje kuhusu hii mambo yote ya tumegawana. Mumegawana kikundi kimoja, mama amejihami nacho. Kwanza hiki cha mama kinasema aje? Hicho ndio kilienda kikakundua Mika. So kikundi cha mama kinasema kwamba Mika amekufa, kikundi hiki kingine kinasema kwamba Mika bado wako hai. Wao tulikuwa nao. Wanasema aje? Hata wakinifungua ama wakitufungia, tulikuwa na wao. Wanasema aje? Wanasema ukaje? Wao wametekemea vile nasema. Na wewe unasema aje? Mimi nasema hivi. Bila niliona, I have seen many things. Yes. Through the word of God. And I have then mama nimeshaonyesha mfano mimi nategemea Mungu. Kwa vile Mungu amefanya ishara hata hao watoto wote. Kwa vile kuna mwingine alienda harusi kwa njia ya maombi tu. Bila ndururu yake na tulisafiri tukaenda tukamuunganisha na kanisa ya huko. Sasa wanapobadilika nikisema kitu waanze kukwaza. Wewe mzee unasema aje kuhusu hii? Mimi nakwambia ukweli. Au wasaba sasa na wewe unasema aje kuhusu hii ripoti? Hii ripoti sisi tunangojea Mika atafufuka ikiwa amekufa. Na ikiwa hakukufa, mimi najua hajakufa. Nakwambia kwa kweli, nasema katika njia za Mungu. Mimi lakini sifungii mama huyu. Kwa vile already njia ni mbili. Sasa katika hizo njia mbili. Na nikikupeleka Kenyatta ugundue mwili. Wewe usikanipeleka. Mimi nilienda huko. Uliona mwili wa Mika? Mimi sikuona, walinificha. Na iko hapo, sisi tumeiona. Hiyo ni mambo yenu. Unasikia? Mimi najua mimi. Sasa mimi huyo si mama yake. Ama tuende na yeye. Sikiza. Kwanza kuna neno lingine. Mimi vijana mjui. Mimi nikutaka tu nichenge nipate bao. Hiyo ndio mko nayo. Lakini bao hilo rifaria kienda kupima anasema offside. Kwa hivyo umesema wewe mambo ya Mika au amini amekufa. Mimi siamini. Kusema kweli. Kwa hivyo daktari wakichukua ule mwili wa Mika wauzike au na shida. Mimi hata mambo ya kusema kwenda zika hiyo ndio nasema hakika hao ndio waliniletea. Kwa vile mimi mwenyewe sioni kwa nini wakajichenga. Wewe hata ukiona mwili wa Mika huwezi sema izikwe. Mimi najua Mika, lakini hakika mimi nakwambia he's not dead. He's not dead. Na kama amekufa atafufuka. Sasa ujue hiyo ni mnataka tikati. Mimi nakwambia kile niliona bila niliwacha Minga. Basi nilimwacha tu tukiongea nikaondoka. Mika alikuwa hawezi tembea. The only thing alikuwa naye shida hawezi kutembea kwa vile alikaa
kwa ICU mpaka akawa akuli, mwili kapua imepondeka sahi. Nilikuwa naenda na inua yeye na jaribu kupendua. Hiyo ndio ilikuwa shida. So daktari alafu kitu kingine kilizuia Mika nisikatoke naye ni bill. Kwanza walitudanganya. Na sibiri tulishughulikiwa. Hakuna? Iko hapo. Ama mzee unaogopa hii bill ni kubwa sana. Sikiza. Na bill umeambiwa. Fikiria, mimi nilikuwa na NHF. Bill imetolewa. Sikiza, hata mimi sikatai. Mimi nataka ukweli. Unasikia? Ile kitu mnataka kunipasweti. Basi sikiza, mimi nakwambia nyumba hii imegawanyika, iko njia mbili. Sasa unajua sheria, mimi siwe mama huyu. Sikiza, unajua serikali ndio inachukua mkono wake. Itasema sasa Mika azikwe, utafanya. Mimi sina uwezo wa kuzika Mika ama kusema uwezo wa kifedha ama uwezo wa kinini. Unajua ile kitu wanatafuta si pesa. Mimi natafuta ukweli. Okay. Sasa utasikiza nani mwenye atakwambia ukweli? Mimi mwenyewe nilingojea Mungu. Mungu anatumia madaktari. Siku na daktari. Ndio mimi nasikia. Mungu atumikie nini? Si mtusomea maandiko Matendo ya Mitume. Mimi nasikia hata si Matendo ya Mitume yameandikwa na nani? Na daktari Luka. Luka ni daktari aliyeandika. Aliandika Matendo. Si Luka aliandika Matendo. Ni nani? Mathayo. Hapana. Ndugu yangu. Hapana. Tufunue. Luka daktari ndiye Luka ameandika tu kitabu cha Luka. Hii siko nayo hapa hii. Kitabu cha mitume kimeandikwa na nani? Mathayo. Wapi sasa hapo umesoma wapi mzee? Mimi nakwambia vile kuku. Hebu acha kumchungaji amesoma wapi? Umesoma wapi? Mbanga anasemaje? Sema. The former account I made all the Theophilus of all that Jesus began both to and teach. So anasema kwamba alikuwa ameongea juu ya Theophilus. Ngoja kidogo tu. Sema. Nani ambaye alikuwa ameandikia Theophilus? Wacha tuone kwa maandiko. Wacha turudi kwa Luka nao. Tuli hapa Luka tena, hapa Luka kwanza hapa tena tusome tu kidogo tu. Tuone maandiko yanasema pole. Bible ituambie yenyewe, itutafsirie yenyewe nani ambaye alikuwa ameandikia huyo Theophilus hapa. Na hapa ndio itatupea hapa nao anga sawa. Sasa hapa anasemaje wa kwanza hapa anaandikia nani huyo? Luke Gospel according to Luke. Basi Luke. Unasikia? Haijasema ndio aliandika Matendo. Ngoja kidogo. Unasikia? Matendo anyway. Sasa ikiwa wacha nikusomee hii verse. Soma. Nataka hii verse number 3 tusome. Soma. It seems good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write to you an orderly account, most excellent who? Theophilus. Si umeona Luka alikuwa anaandika hapa Theophilus. Na still akija hapa kwa act tena anasema namna gani? The former account I made all Theophilus. So anakumbusha sasa alikuwa amemwandikia Luka na anamwandikia maandiko. Si ni maandiko tumeona. So kwa hivyo act imeandikwa na nani? Luka. Na Luka alikuwa daktari. Mimi nasikiza, mimi najua. Luka ni daktari. Ndio nasema. Yes. Unasikia? Yeye ni daktari. Na alikuwa katika neno la Mungu. Tunasikia neno la Mungu na ni daktari aliandika hili Dr. Luka. Sasa twende kwa tusisikize daktari aliandika. So tumeona kwamba Luka alikuwa anaandikia Theophilus. Hapa ameandika Theophilus in the book of Luke iliandikwa Theophilus Sasa Act of the Apostles still anakumbusha still huyo Theophilus again. Na hata anamkumbusha kwamba nilikuwa nimekuambia mambo kadha wa kadha. Na ni continuation kwa Mathayo. Ngoja kidogo sana nikuelezea. So mimi huyu Luka anaandika hapa alikuwa daktari. Na walikuwa wanatembea sana na Pauli mtume Pauli. Walikuwa wanatembea vizuri sana kabisa. Meaning hata kwa Bible madaktari wako. Mimi najua Luka ni daktari. Physician. Unasikia? Ngoja kidogo sasa Basi sasa kuna wakati Mungu aliniambia hata huko. Hebu tuangalie nitakutumia madaktari. Tuangalie vizuri sana. Mimi kwa Bible kuna sehemu ya mitume, sehemu ya manabii na sehemu ya daktari. Mimi ni mhubiri, mimi si daktari. Ukifika ni mambo ya daktari, mimi naachia daktari. Si unaona hapa ukiongea tunakupea nafasi uongee. Kidogo tunimalize kwa sababu tunamaliza. So meaning daktari ana kazi yake, mhubiri ana kazi yake. Wewe kama mzazi, mimi siwezi fanya ile kazi unafanya.
Kwa sababu wewe ni mzazi mahali hapa. Wewe you are father. Hata hapa wewe ni mkubwa wetu hapa. Sisi tumetembea hapa. So mimi kwa Bible kila mtu ana kazi yake. Mhubiri akiongea, daktari hawezi bishana na mhubiri kwa sababu hajui mambo ya mhubiri. Ndio nilisema hata huko. Walitaka niweke sahihi. Nikawaambia wacha tumalize kidogo na. Si daktari. Daktari. Wacha tuongee kidogo hapa. Mimi kwa Biblia daktari ametambulika. Hata kuna wakati Hezekia alikuwa ni mfalme wa Yuda, aligonjeka. Nabii Isaiah akaenda kwake. Akamwambia kwamba jiandae, time ya kufa imefika. You see, but akaenda kwa ukuta, akalilia Mungu. Na pia hata before aende sana, akamwambia rudi tena. Mwambie sasa, huyo Mungu amesikia kilio chake, hata kufa ameongezewa miaka 15. Miaka 15. Ngoja kidogo sasa. After miaka 15 walikuja akafa. Mimi ile kitu hata ile kitu wewe wacha nimalize kidogo sasa. Sikiza. Mimi mnaniambia nisema taka la mwisho. Na ni heri mjue nasema nini. Nyumba yangu imepatikana njia mbili. Unasikia? Hizi njia nimesema wale mimi nilikuwa nao kwa hospitali na wao ndio tumekuwa nao zaidi ndugu yangu. Hawa watoto wengine wa mama hawa walikuja siku moja mpaka miezi 3. Sasa wanaenda tu wakati na neno hili ndio lipate nguvu. Ni mimi niliambia kwa mama. Niliambia mama nimeenda huko katika nikiwa tu katika hali wakaniambia Mika tulikuwa naye na nini. Na ndio waniambie nilikuja kama asubuhi kama saa hii mpaka jioni. Basi ndio wanataka kunieleza na mtu anielezea si wale walikuwa na Mika. Sisi hatukukaa zaidi. Hebu nikuulize, baada ya wao kukuelezea na ukakuja ukaambia mama alienda kuconfirm? Mama hakuenda kuconfirm. Unasikia? Mama kile alifanya ni kuanza kuambia watu kisiri. Kwa vile mimi nilimwambia mambo hii imenitia kutokuelewa kabisa. Lakini tumemsikia kwa video akisema sikiza ndugu yangu. Don't be advocate in another hand where you don't know. No, I'm not advocate. I am telling the truth. I am not against anyone. We mama. Mimi ndio niwalea hata hawa watoto. Ulienda. Sikiza. Sikiza. Huyu mama nilimwambia una mama wewe unaamini mimi alikufa. Mimi najua nilienda huko. Basi. Maana mzee, sikiza mambo ya familia ni ya mzee na mama. Sikiza. Huyu si unaona ana uwezo wake. Nimekuambia njia zimetoka hapa njia mbili. Sasa njia mbili dadi sikiza nikwambie kama mhubiri kwa sababu hata ni mhubiri tunakusikiza tu nizane sorry hapa hivi nao huo wakati wote haujaenda tena kupelekea Mika chakula. Mika anakula nini? Mimi nakwambia haujaenda kumwangalia Mika kama ako hai. Ifako hai hiyo miezi yote anakula nini hapo hapo. Sikiza. Mika akiwa hali maupidu kwa miezi 3 hakuna mtu alikuwa anapata. Miezi 3. Lakini unaenda sasa Mika anapotaka kuongea ndio hama daktari hata si mimi mwenyewe waliniambia sasa Mika anaanza kuwa chambo mnaweza kumchukua pole mlipe pesa ndio nikashughulika kwa bili tukaenda back to NHF. Sasa wakati waliona tunataka anaanza kuchochea. Sasa dadi basi kwa ufupi mimi huyo mtoto badala ya kutupwa uletewe hapa akuje badala ya atupwe. Sikiza Ako wapi hizi siku zote mzee huyu? Mimi hiyo ni maswali nyinyi mnataka kunifinzi. Hii ni neno ambaye hakika mimi sivipingi. Mnarudia. Huyu mama ni mzazi. Unaamini kwamba Mika amekufa? Si kuamini. Kwa vile huyu ni mzazi aliyozaa huyo mtoto. Na anaona mimi nimechukua mkondo mwingine ndio akajienuka. Ndio amesimama na sipingi. Hata saa hii. Sasa huyo mtoto aletwe. Hapa si kwangu ni Kakamega. Kakamega. Mimi nakwambia. Mimi nangojea Mungu. Si pingi. Hata mnielewe kama hata ongea. Sikiza nikukwambia. Sikiza daktari na hata yeye anakufa. Atakufa. Ndio mimi nakwambia ni nani ataongea kwa. Na Mungu akikawia kuongea. Mimi tulikongwa na huyo mtoto. Na Mungu akakurehemu. Sasa Mungu akanirehemu katika hali hiyo. Hata kama wanaongea, kwa vile ningeona tu Mika hivi, hakika hainge. Yaani si nyinyi mnielekeza. Sasa dadi, unasikia? Nilikuwa hapo. Sisi tutakuelekeza. Sikia dadi. Nisikize hata mimi na Mungu akikawia kuongea. Sikiza. Mimi hakika mungejua neno la Mungu. Mtakutana na mimi naona Mungu ameongea. Sikiza. Mimi naona Mungu ameongea. Sikiza. Hata mimi huwa nasikiza Mungu. Sitaki ujibu. Unajua Mungu anatumia watu. Sitaki
kwanza siku ya kwanza sikiza ile siku ya pili tunasikia chochote kilicho kizuri katika njia ya Mungu. Haitaki kubarika. Ukumbuke kwamba sisi wote kwa ufupi tunatumwa na Mungu. Kwa vile mimi sitaki kusumbua mtu. Nikuulize swali. Uliza. Na je, tukimleta huyo Mika hapa utamjua na utamjua mimi sina haja kwa mimi Mika ni kuacha. Na tukimleta hapa mbona miezi hiyo yote Mika amekaa au tuende na gari tuende mpaka hapa. Mimi siendi nasema nilipokuwa naenda unasikia nilipokuwa naenda sasa basi umemwachilia Mika hiyo Mungu alinisaidia nimerudia kwa njia za Mungu sana. Mungu ndiye alikuwa na kwa vile sikukuwa na nauli mpaka hiyo mambo ilifika nikafungika kutokana na neno la Mungu. Basi katika hali hii kweli hiyo simu hata ile walipika mtu alikuja naye. Mwili wa Mika unaendelea. Sikiza, mnanijua mimi naitwa Samueli. Na huyu mama tumezaa naye watoto 12. Na hiyo umetuambia. Basi tufanyieni kama mna uwezo. Kama mna uwezo mwambie mama huyu aite watoto wake hapa. Na mimi hapa wote 12. Nione taka ya mwisho nisema nini. Na wale wako nje ya nchi wote kwa vile hata saa hii wanawasiliana na wao. Hii ni vikwazo hapo nazo. Sasa ni vikwazo sasa dadi wale kuna ile muda wanafaa sikiza kwa contract mzee. Bwana hata hao ndio walituma kwa mtandao. Unasikia? Mimi sijachua na watoto hawa wanatuma kwa mtandao. Tena walisherekea badala ya waone tumepigwa ama ni kitu. Kwa vile watoto hawa walisherekea. Nyinyi hii ni mambo ya kendani lakini hamjui. Lakini kwa ufupi kulingana na sheria sikiza. Huyu na wewe na wewe mkitaka nimesema walete watoto niwaambie chukua huyu chukua huyu kwanza mzee. Unasikia? Lakini mimi nataka ninawe ndani. Mimi mama huyu tulikuwa naye Kakamega. Mtoto huyu akakufa huko. Ukasema hautamzika. Ngojea waniambia hawakuniambia, waliniambia velvet. Nikienda mama aliwajiria watu tu akazika mtoto bila mimi kuangalia. Na sasa sikiza ndugu yangu. Halafu akasema ni watu wenu sikuongea na mimi nilienda niona kaburi. Mtoto wa kwanza huyo akazikwa. Tukatoka huko akaniambia watu wenu waliua mtoto yangu na sitakanyaka huko. Sikiza. Tumekuja na yeye akawa anataka kujifungua. Nikamwambia enda hospitali akanificha. Lakini siku ya kujifungua already tulikuwa kwa pombe. Basi sikiza. Ngoja kidogo tulizana. Hata sisi tunakusikizana bado tunataka. Mimi nataka kuonyesha kile kitu kinaweza fanya. Nikwambia siendi huko. Unasikia? Hiyo story ulituambia last time. Uliongea masaa mawili hatukuongea. Basi mimi hata nitaka niwaonyeshe ukweli kutokana na mimi. Basi nilipoenda na mama huyu sika. Unasikia? Akaenda niko nje wakamwambia una mtu akuja weka sahihi ufanyie operation hii huyu mtoto hayuko hai. Akasema wewe hauandika sahihi. Mimi sikuambia. Niko huko nje hata sijui. Ndio nikakuja. Mama akaanza kuniambia unajua mimi hata nilikuwa sisikii vizuri, hata sielewi. Nimeweka sahihi wanifanyia nikamwambia na mbona niko tu hapo nje na ni mimi nikuleta. Basi ikaenda hivyo. Baadaye mama alifanywa operation. Nilikuwa namuelewa. Wakati hiyo nilienda kufanywa operation mtoto amekufia kwa tumbo. Hakika nakwambia saa hii kama mimi nilisema nijiwekee saa hii kwa vile hata weka Mika kufia huko. Alijisemea basi sikiza. Unisikiza? Huyo sikuweka sahihi. Ama hata waenda kwa subchifu nienda kuchukua waniambie wacha tuite baba yake hakuja tuweka lakini alijichukulia mamlaka na akafanya sikupika yeye. Unasikia? Halafu huyo nilipokuja sasa nijua kweli mama alijifungua wakaninyima hata mtoto. Hawakunionyesha. Basi kwa ufupi mama huyo ana watoto. Unasikia? Watoto hao akijua mimi niko na share na mimi kwa bila hatuelewani. Basi yeye nitamwambia hiyo ifanye kasirike sana. Mumekaa na yeye. Nikijisalimisha tu kujisalimisha. Kusema ukweli tangu niliokoka tulienda naye kotini alinipinga. Walimwambia saidie huyu mzee apate pondi. Mama akasema
Tulienda naye hospitali, yeye ndio mgonjwa, akaniambia nimeleta unabii wa uongo, siwezi kumsaidia na mbinu kama hiyo. Mswahili alisema iliyopita si ndwele. Basi katika hali hii mimi sikupingi kisharia huyo. Tuna mama hawana hata wa bwana. Kwa vile juzi hata aliniambia mika simu toka. Acha nikuulize. Kama na kitu kama hiki kinakera sana. Basi katika hali hiyo na watu wengi mama akiongea watu wanaitika. Lakini hawajui saa hii sheria inafanya kila upande. Basi mimi sipingi. Chukueni mama. Achukue. Mimi sikatai. Lakini yani mimi hakika ningali na imani. Na imani yangu Mungu si mtu mwingine. Mungu hata anaweza kuongea hapa kwa sauti. Kwa hivyo tuende tuambie madaktari sahihi kwamba wanaweza zika Mika. Mimi sihusikani. Unasikia? Huyu ni mzazi. Unasikia? Huyu ni mzazi. Hata siku tulipigwa na Mika. Huyu hakunisaidia mpaka huko. Basi katika hiyo akijua tulikuwa lakini hawezi kuanzisha mambo ati mimi nawapindia haki. Haki ya Mungu, haki ya hata kwa Mungu. Mama huyu ana uwezo. Na katika hali hii endeni na yeye. Wapi? Mahali anataka ikiwa ni Mika. Mimi nangojea jimbo la. Lakini kuna kitu umesema mzuri sana hapa mzee wetu nikurudisha hapo. Umesema watu wote wakikuja hapa wakae chini. Nitakuchagulia ule wataenda naye. Wataenda wapi na yeye? Muende na wao ndio bila anataka. Wazike Mika sasa. Wale wanataka. Mimi hata siambii huyu mama chochote. Mimi mama huyu nilianza nikamwambia hii mambo ya pili hii mimi nikisema nichange Mungu ananikwaza sana. Ingekuwa ni imani yangu ningesema niombe Mungu atoe huyu. Hakupatii. Anatuma tu Mungu. Unataka uombe Mungu afungue Mika, hii bill Mungu aiondoe. Aiondoe, si kuiondoa. Unasikia? Na Mungu alikusikia. Nilikuwa naomba Mungu sikiza. Kwa sababu alitumia. Siku hiyo Mika alikuwa hai ndugu yangu wakati ya hiyo bill. Mika alikuwa tu hai wakati alikuwa. Unasikia? Mimi sijaambiwa. Sasa hiyo bili amesema hiyo time. Nani amelipa? Ni nani amelipa? Na nani? Anasema hiyo time. Sasa hawa ni watoto wangu, nikiwa wajaniambia. Muangalie. Na mama hakukwambia? Hajaniambia. Hiyo time alikuwa hai. Hajaniambia chochote. Uigithia riu ni ucenjetie ti ta tene riria andu maigithagia mahingite maitho nikio Harvest Properties Company Limited turakurehera Bethel Gardens Kitengela itura ria riri kilomita nini kuma Ololoika International Schools of Kenya kanitha munene wa Catholic Kitengela na tiharaihu kuma Acacia Gardens Estate ni kilomita 2 tu kuma International University na kilomita 6 kuma highway haria Ola Petrol Station. Broti ni share 50 by 100 na share na thitima na mai. Gura cash milioni 1 nayo installment milioni 1 na ngirigana rimwe. Urihe deposit ya shiringi 200 icio ingi urihe kwa ihinda ria mieri 6. Share na title deed na title transfer ni free. Book plot yaku umuthi kugerera 0798008008 warie na Faruthi kana Phyllis kugerera 0725342987. Harvest Investment, going beyond. Mtoto huyu alikosa kutoka huku wakati hatukukuwa na pili. Vitu viko hapa hata kwa mtandao wanafanya kisiri. Mimi nachukua na simu na hiyo time alikuwa haibika. Mimi ni tukiambia ukendeni leta pili ni tutange sikiza. Akiwa tunaitishwa 500. Kama mzee anaokopa milioni. Sio okopa jamani. Fanya hivi. Alikuwa atolewa. Kwa ufupi ndugu yangu. Siku hizi Kenya inapatia kila mtu alikuwa amesema. Unasikia? Mimi katika imani wewe unaweza kuhubiri lakini huna imani. Imani ni kama kipawa. Mmoja zaidi imani inaletwa kutokana na kusikiza neno na neno la Bwana. Mimi najua lakini kipawa kuna ni mfupi na huyu ni mrefu. Sasa hata kuna wale anaoomba miujiza na mwingine already ni roho. Na unaweza kuwa na imani ambayo haijatokana na neno la Mungu, hiyo sio imani. Hiyo sio na mashetani. Na ndio mimi nasema hawa wameanza kunielekeza kwa matebo. Na Mungu ndio mmoja. Basi ndio mimi nataka hawa
Wanasema mimi naabudu. Mimi tangu nimeokoka nitafanya maombi hapa Mungu. Unasikia? Wanasema ati unaabudu mapepo. Huyu si ananiambia naabudu miungu. Mashetani chini wewe. Sasa vitu kama hivyo mpaka Mungu aoneshe ukweli. Lakini hata si baada. Lakini yeye katika sheria na haki kama mzazi. Hata saa hii tusipoenda hata wakiniambia DNA najua vile kunafanyika huko. Wanasema tu bila. Hebu nisaidie na Biblia yako. Nisaidie na Biblia yako. Na Mungu anaweza hebu tusome Mathayo kidogo. Wacha tu sikiza. Unaona? Saa hii sikiza. Unajua ukiletewa unasikia ukiletewa mambo ama mtu anakupiga vita. Mtu huyu lazima uombe. Useme mtu huyu ananipiga vita. Sikiza. Mungu atakuja. Unasikia? Mungu atakuja na kuonyesha huyu mtu hajapiga vita. Badala yake anawasaenda kutengeneza huyu mtu na pone. Lakini hali ambaye hao wananipeleka mchungaji asome hii Biblia yako nao. Mathayo 5. Matthew chapter number 5 verse number 22. 5. Ndio hiyo verse number 2. Mungu atasomi basi moja. Anasoma 5, anasoma verses 5. Neno 7 umenipokonya Biblia. 7 sasa ikifika hapo 3 5 11 9 13 hiyo laini ama hiyo kitu hakina kumaliza. Ukikawa kama hii kitabu ukikawa kikawike huko 60 na huko 60, hiyo ndio neno la Mungu. Na ukiona kamepakia kamoja, hiyo ndio shetani apata nafasi. Sasa mzee, yes. So tunaelekea wapi? Unajua wewe ndiye mzee mwenye hii. Sikia. Ngoja nisikize. Kwanza nisikize mzee. Hebu sikiza huyu. Wewe ndiye mzee mwenye boma. So watu wana expect wewe ndiye kutoa ile ushauri itafuata. Sasa ikufuata ushauri gani? Angejua hivyo, angeanza kikundi kingine. Kwa nini nimwambie vumilia tu ni muda tu. Mzee hao ndio watoto wako unawakalisha chini. Hata nyinyi kama mnafanyia yeye. Sisi. Hamkuja kusuluhisha. Mimi nakwambia kitu ikiwa Mika mimi simuoni, yeye hamuoni. Yeye analala nyumbani na mimi nalala nyumbani. Nilimwambia chunguza sana. Chunguza. Wewe unalala nyumbani. Na siku tulikuwa kwa wote. Mama alikuwa analala nyumbani, mimi nalala kwa wote, Mika analala kwa wote. Na mimi nilikuwa karibu. Na ikiwa kweli nilisema neno, wao hata nilitaka watu wangu kama wana uwezo tuende hata tuchukue advocate. Lakini unajua watu wako na imani tofauti. Ili niseme na advocate anajua kama ni mambo yake ya kisheria. Advocate nimwambie niliona hivi. Alafu ndio akuwa wakunitetea. Nikakosa ndio nimekimbilia Yesu. Sasa sipingii kwa ndugu yangu. Na simu ni hapisha. This willing. Kwa vile hata right now mama huyu kuna mambo mimi tuseme mambo mawili. Number 1, wewe hauamini Mika amekufa. Siamini. Number 2, hautaki Mika azikwe. Sitaki, yani mimi kuniambia usikiza neno la muhimu hapa ndugu yangu. Mimi siamini Mika amekufa. Sasa kuzika kutatoka na kwa sababu serikali basi kama mtu mwingine atatoka. Aziko na serikali. Mimi hata si mimi nitasema. Kwa hivyo kama amekufa unaamini atafufuka. Hata Yesu aliziko alielekelewa kwa tumbo akafufuka. Wacha vile mnaona tofauti na mimi naona. Hata mwili ya Yesu. Hata mama huyu hakunielewa vile nasema. Ndio namwambia hiyo njia mbili tukikuja watu wengine wanaongea huko, wengine mtawacha hiyo mambo. Kusema kweli. Kwa vile hajakufa. Tuagree hajakufa. Mimi ndio niliona Mika na mimi ndio nilikuwa karibu kushinda mtu mwingine hata mtoto. Mimi ndio nilikuwa karibu. Tukitoka hapa, tukatoka hospitali ya Keno. Tukaenda Murang'a. Yeye kufika Murang'a akakosa vile atahurumiwa. Watoto wetu ndio walikuwa na kiburi tu. Na nikuuliza wakatuelekeza Kenyatta ambaye hata sisi hatuwezi. Mpaka tumechemsha sasa. Nikuuliza leo mwisho nao. Na serikali sasa ikichukulia haya mambo, ikuje kuonyesha mwili ndio huyu. Serikali sasa. Mimi ningekuwa mimi nasema kujibu swali. Sikiza serikali kwa sababu serikali sasa ziko mkono. Sikiza hiyo mnataka kunipasweti. Na neno la Mungu watu wengi wamesema ukiwa kwa neno la Mungu watu wengi ukupinga na wanakukwaza. Na hata Mungu huwa anakuambia. Sikiza, Mungu anasema Yesu alikwazwa lakini alivumilia. Lakini hali tuko naye hao wamehubiri kando na mimi nikahubiri kando. Sasa
unahubiri. Sasa swali ni mimi nahubiri kando ni mama. Nisikize dakika moja. Ndio tuliungana. Nisikize. Haya, wewe umeamini kijana aje kufa, ndio? Haya, hospitali wanasema amekufa na wako karibu kutupa. Na watoto wako miongoni Kuna watu wengine wameona. mama anaamini amekufa. Basi kwa ufupi nimemwambia ndugu yangu, mnisikize kabisa. Mimi hakuna kitu napiga. Mwili wangu mimi ndio nilikongwa. Hakuna mtoto alikongwa. Ni Mika. Na huyo Mika sasa ndio mnaanza kunielekeza na tulikuwa naye na vile macho yangu ilishuhudia na nikatiwa kisa. Basi hiyo nikisema amuelewe. Basi chukueni hatua na huyo. Yeye ana haki, ana kitambulisho chake kama mzazi. Kwa vile hata yeye mwenyewe Alimwambia aende azike Mika. mimi simwambii. Na toka ndani. Mimi nangojea Mika. Mungu atanisaidia ikiwa atasikiza maombi yangu. Ikiwa Wacheni basi tuombe. Mzee, kuna kitu ya mwisho umesema. Atakalisha watoto wake apeane watatu waende pale. Hata hajasema wanaenda wapi. Wanaenda wapi? Kule. Mali nyinyi mnataka niende wapi? Mnataka niende wapi? Wewe ndio ulikuwa umesema. Hapana. Mimi sitaki kutwisti. Wakae hapa. Narudia, fanyeni hivi ndugu yangu. Mimi unaniona hivi? Sikupenda kwangu. Lakini katika hali wewe unajielewa, unaweza kufikiria mimi nadanganya. Mimi nina kijana kama wewe. Nina mwingine kama wewe. Hawa wale wasichana ni 40 years. Si mdogo. Wote watu watatu. Mmoja hata yuko na ubaya. Na wewe uko na miaka ngapi? Mimi niko naendelea kukua 70. Sasa katika hali hii sina uongo, sina haki. Hawa watoto wakiona, kwa vile nimesema mama ametumikia watoto wengine wawili bila mimi kukua. Dadi, tumefurahi sana sisi. Sasa katika hali hii, yes, mimi Mungu akiniambia hata kama nikijua simu zenu nitakwambia Mungu amenikubali. Na ikiwa mama ndio anakubaliwa, sina chochote nyongo. Kwa hivyo tungoje Mungu. Sisi kama mnajua Mungu, ngojeeni Mungu. Mungu wa Israeli, ngojeeni. Ngojeeni Mungu wa Israeli. Kwa hivyo saa hiyo ikiwa sikia mzee. Mimi hata sijakukana. Saa hiyo ikiwa mtoto atakuwa ametumikia mama ana sheria. Sikia mzee. Haki zake. Lakini mimi nangojea. Sasa tutangojea, lakini kama by the time unapewa ripoti mtoto atakuwa ashatupwa na hospitali utatosheka. Ujue mimi hata sioni kama Mungu ametutuma. Mungu ametutuma. Mimi hata sipingi. Ndugu yangu sipingi. Kabisa. Mimi ningetenga huyu mama nimwambie yeye simtambui, ni mimi nataka kuenda. Ujue hiyo mambo yote wametetea, mimi na wapingia. Kwa December na mtoto hajazikwa na ni huyu mama mzee, huyu ndiye aliyemzaa. Hiyo sasa leo nataka kuongea vibaya. Mama huyu amezaa watoto 12. Mwambieni awaite wakuja. Alafu mtoe. Nisikiza. Yesu aliambiwa kuna bati siku ya harusi. Unasikia? Siku ya harusi kulikuwa na mitungi 6 hapatikana watano. Sikiza. Siku ya harusi kulikuwa mitungi 6 hapo. Yesu akamwambia jaza maji yote. Sasa tuko kwa historia ya Mika mzee. Mika hakukuwa Mika peke yake. Hata siku hiyo tulikuwa na watoto. Sasa hawa watoto walikuja nyuma na hiyo ripoti. Kwa hivyo dadi unasema hivi, mama. Si mimi nasema. Mama ana uwezo, hata saa hii nimeshinda kwa maombi. Mama anasema tu shetani ashinde. Sasa mimi ndio shetani. Basi sasa tukubaliane tu. Sasa ndio anaongea. Sasa mimi siwezi yani nangojea Mungu upande yangu, si upande yako, si upande ya huyo, si upande wa huyo. Na huyo si mpingine. Kwa vile hata saa hii hatuko kwetu, hapa ni town. Ni sawa, tumeridhika. Basi nikiwa ni mambo ya matanga ama nini ama mtu amekufa, nyumbani niko na watu. Kakamega. Kafanya matanga huko. Sasa niko wapi hapa? Tuende matanga ifanywe Kakamega. Sikiza, mimi nakwambia, ikiwa ni kitu mimi najua, sio huyo ataniongoza. Kusema kweli. Lakini kwa vile amechukua nafasi hiyo, ukimpinga ni mbaya. Ndio nakwambia mimi nilikuwa nimeanza maombi na Yesu. Ngoja kwanza nikwambie. Sasa mama, kile ambacho utafanya utaelekezwa na mzee. Kama ni hiyo matanga, venye mtazika Mika. Kama ni matanga, tuandamane ifanikie Kakamega. Umekubaliana na hayo? Mwambie. Mama, umekubaliana na hayo? Mwelekezo na mzee. Kwa sababu Mika already ametuaga. Mika already amekufa. Mika amekufa. Matanga amekufa. Amia yeye mama. Mimi nasema Mika yuko hai. Unasikiza? Mimi nasema Mika yuko hai. Na huyu mwenyewe
amenihapia akaniambia utajua mimi ni nani. Unaona? Sawa. Sema ukweli, mimi nasema na mkono yangu mbele za Mungu. Ameniambia utajua mimi ni niko kanajua. Basi kitu kama hivi. Basi nisipingi. Nimemwambia kisheria ana watu wake. Sawa. Basi sawa mzee, umetukaribisha tena hapa. Mimi sipingii mtu. Mimi nimeokoka. Isipokuwa kuna wingo ambayo mimi najua hakika likifika hapa hata mimi nasema Mungu hakika niliona wingo lako ndio nikaitika. Basi ikiwa ni kitu unisamehe nikiwa nimekosea ndio Mungu anisaidie. Kwa vile maisha yangu nimesaidiwa sana na njia za Mungu. Kusema kweli, unajua uzuri ni unaweza tukaribisha tena tupate Mungu ameongea. Hata sasa hivi tunataka tuombe. Ninyi wacha tuombe alafu Mungu ataongea. Wacha tuombe. Baba, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, wewe ni kimbilio. Ni wewe unajua hii familia kuliko vile baba tunajua. Ni unajua yale mambo wanapitia. Baba, uliokoa baba yetu wakati waliona ajali. Na baba sasa tunaona kwamba ako na amani, ako na nguvu. Baba walikuwa hata na mtoto na akapata ajali. Na baba kuna mambo yametokea. Na tunaomba Jehova unaingilia kati kwa hii familia. Sisi baba tuwezi watuliza vile baba unaweza watuliza. Tuliza hali zote. Ingilia kati kwa mambo yote Father. Mahali kunahitajika suluhisho Jehova God, tunatangaza hilo suluhisho lipatikane katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Tunatangaza kwamba shetani hana nafasi. Agano mbaya hazina nafasi. Tunatangaza kwamba vile unasema nyumba za watu wako zinalindwa na malaika. Karibia hii nyumba Father, usiku na mchana tunatangaza amani yako. Tunatangaza kuelewana kati ya watoto wote, kati ya wazazi Father. Tunatangaza amani yako. Tunatangaza hata kuomba watakuwa naomba pamoja. Shetani tunadikira vile tumeingia hapa hautapata nafasi. Tunatangaza Jehova God unajionyesha, unadhihirisha chochote unahitaji. Whether baba ni pesa tumefungulisha, whether baba ni dia zao wanahitaji kuona mkono wako. Baba wakaone huo mkono. Asante kwa kile baba unatenda. Asante baba kwa nguvu zako. Roho Mtakatifu ulioachwa kwetu sasa ukuwe kama mwalimu wetu. Zidi kuwaelimisha, zidi kuwafahamisha. Wafungulie baba mpaka milango yao na njia zao baba. Maana wewe baba unaweza, baba unatenda. Tunatangaza nguvu za damu ya Yesu Kristo. Tunatangaza nguvu za ufufuo, the power of resurrection Jehovah God. Tarito katananando bika station Father. Ramako shia tikandi bogoste kerebata. Ramako shia dederando bogoste kereranda. Mako shia tikende bazaria. Ramagosha takama manombi garatandi gestekeba. Jomaka takalama tobia reta. Jomia pataranoza paisho bika nanaya. Romaki taisho pika tananande gestekereboshia. Ramako shapaka manova sataranda. Ramako shia tikanda rahazo variation. Rimedatation marideheste ketanaya. Ramaka shumika tanarando bohoridaya. Fadaroshia ratanando bigiridandi didhindaba. Shomia tatanamando fodaga. Shomatakano mia zetikanamaya. Shobaka taraba rumia latanda. Jomia tetataya. Shomatatananova sapo jia lata. Jomipa kanamando bolu yalara. Jomakatairasa. Shobaria tata. Jomia ratereda. La malo shapaka manandi bozia pika lazaya. Shomita kaina. La lagilo vosia rataraba. Jomile lekandi bako shiati fadara. Jomaratan Father. Jamiridanda Father lao. Fadiraia shomika taiderea satira. Furuba la nasia reta. Shanina nando baria zetekana vada. Rombile bako shapaka paraza. Shomi bai shopita tanazaya. Ola lakina fadadosha. Tara zipi katamaza. Jopika fazi ya rufasia rata. Baba ni asante kwa maana umesikia umetenda na utajionyesha. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. 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 Yes. Umeongea basi. Yes. Ndio kuna sana. Simuelewa. Unakuwa mimi katika nini vijana wangu tu. Hebu nisikie maneno matatu. Ndugu, hapa simameni hapa na mimi niombe. Sikiza sasa radiko. Sikiza asante. Ninataka kuomba. Baba Mungu mkuu, Mungu wa rehema, unajua yote kwa jina la Yesu. Baba ukweli wako upatie ukweli na unafiki utakomaa na ikemea katika jina la Yesu itokomee katika jina la uongo wa shetani tokomee katika jina la Yesu. Nguvu za giza
toka mae kwa jina la Yesu. Yesu akuwe pamoja nawe. Yesu Kristo akuwe pamoja nawe. Enda. Yesu Kristo akuwe pamoja nawe. Mungu wa Israeli akuwe pamoja nawe. Yes. Bas. No. Okay. So, umekataa njia za Mungu. Bas. Basi mimi hakuna kitu sina chuki. Naomba mnakataa. Asante. Na nyinyi mnataka niitike. Mnafiki. Mungu wa Israeli atasaidia nyinyi na asaidie mimi. Hiyo. Kwanza wewe nimekubariki. Nenda salama. Enda salama. Hiyo mambo imetosha. Imetosha mzee. Mimi ningali hata saa hii naomba. Naomba haikuishi. Tutakuacha mpaka mtu utakapokuwa umetoka. Basi mimi nasema nyinyi mko na hali ambayo tatanisi. Huyu yuko tatanisi. Mimi niko tatanisi. Tunangojea. Mimi sita nasema hata mimi niko tatanisi. Nyinyi mko tatanisi. Huyu yuko tatanisi. Hakuna suluhisho. Asante umetukaribisha vizuri sana. Asante. Hiyo kukaribisha mtu akaribishe. Kukaribisha peke yake. Mimi ninasema hata mahali mnaenda. Mungu wa Israeli akuwa na nyinyi. Na mimi nasema hata saa hii mfunguke macho. Kwa vile kuna tikati zinalenga vijana. Huku kumebarikiwa na hiyo mambo ya kusema Yesu Kristo inafanya kazi. Mimi tuko kwa ziki. Unasikia? Huwezi kusema baraka na tuko kwa ziki. Ita watu wako 10 wenye wako hapa nchini, ongea na wao. Hiyo mambo ya mika. Hiyo mambo mkanzo na mama. Mimi sina njia nyingine mbaya. Huyo mama ako na huzuni sana. Huyo mpatie sifa. Uache Yesu Kristo. Ũngĩkorwo na kĩũria, woni, ona kana mateta megiĩ Barũthi wa Thayũ TV, twandĩkĩre email farothitv@gmail.com kana twandĩkĩre ithandũkũ ritũ rĩa marũa 1394-00232 kũrĩa Rũirũ. Barũthi TV, wega umaga na mũciĩ.